Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Karibuni tena. Leo tena katika kipindi chetu cha Alive Word Ministry tutakuwa na somo zuri sana. Usipange kukosa. Mwalike mwenzako aweze kusikiliza. Na kabla ya somo letu la leo, tutakwenda kufungua kwa maombi ili tukaribishe uwepo wa Mungu mahali hapa. Tutaomba. Baba uketie mahali palipoinuka, asante kwa kibali ulichotupa tena cha kuweza kukusanyika au kufuatilia kipindi hichi. Roho Mtakatifu, Bwana Yesu, naomba wabariki wote wanaofuatilia popote walipo mbali na karibu, ili kila aliyetenga muda wake kusikiliza au kutazama asiwe kama alivyo, lakini aone baraka zako zikimiminika kama mvua katika maisha yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Somo letu la leo lina kichwa kinachosema ukweli kuhusu heshima. Ukweli kuhusu heshima. Heshima ni nini? Heshima ni tabia au mwenendo unaopelekea mtu kujali, kuthamini au wakati mwingine kutenda matendo yaliyo mema. Kwa hiyo heshima ni mwenendo, ni tabia ambayo tabia hii hupelekea mtu kufanya yafuatayo. Kwanza, kujali, kuthamini na kuweza kufanya matendo yaliyo mema pamoja na kunyenyekea. Hiyo ndo tunasema ni heshima. Na kama tulivyotangulia kusema, kila jambo lina vyanzo vyake. Kwa hiyo hata heshima ina vyanzo vyake. Haiwezi kutokea tu mtu akawa na heshima. Ni lazima chanzo cha kwanza kuwe na thamani. Lazima kwanza uanze kujithamini wewe na umthamini na mwingine na umthamini na Mungu. Kwa jambo la pili ambayo ni chanzo cha heshima, pongezi. Ni lazima uhakikishe unajipongeza. Ni lazima uhakikishe unampongeza yule anayefanya jambo jema, unakuwa unamheshimu. Lakini zaidi ya yote, pongezi ni tunasema kwamba pongezi ni kusifu. Ni kusifu kwa yale yaliyotokea. Kwa hiyo tumpongeze, tumsifu na tumtukuze Mungu. Ni heshima kwa Mungu. Ndio maana hata wakati mwingine tunapotaka ule uwepo wa Mungu uweze kushuka katika maisha yetu, hatuna budi kuhakikisha tunajinyenyekeza mbele ya mkono wake. Tunajinyenyekeza mahali ambapo Mungu yupo. Tunapojinyenyekeza, manake tunaonyesha ishara ya heshima. Ishara ya heshima. Tunaabudu, tunasifu, manake ni ishara ya heshima. Kwa hiyo ni chanzo cha heshima pia. Lakini chanzo kingine ambacho cha msingi, matendo mema. Mtu unayemheshimu utafanya matendo mazuri mbele yake, hautafanya matendo mabaya. Mtu unayemheshimu utaonyesha tabia njema, hautaonyesha tabia mbaya. Na hiyo ndo tunaita ni heshima. Na aina za heshima ziko nyingi sana. Heshima, kuna heshima kwa Mungu wetu kama tulivyosema. Unapomheshimu Mungu, maana yake unataka msaada kutoka kwake. Kuna heshima ya kujiheshimu wewe mwenyewe, kwamba ni lazima ujiheshimu kwa kufanya matendo mema mbele ya jamii. Ni lazima ujiheshimu kwa kufanya matendo mazuri yenye faida ya kujenga. Lakini kuna heshima kwa majirani zetu, kuna heshima kwa ndugu, kuna heshima kwa marafiki. Hiyo ndio tunaita ni heshima. Na ndio maana kitabu kile cha Warumi sura ile ya 13 mstari wa 7, hata neno la Mungu linasema, Warumi 13 mstari wa 7, neno la Mungu linasema, wapeni wote haki zao, mtu wa kodi mpe kodi, na mtoza ushuru mpe ushuru. Anayestahili kunyenyekewa mnyenyekee, anayestahili heshima naye apewe heshima. Kwa hiyo heshima huja kwa kunyenyekea, heshima huja kwa kujali, lakini heshima ni tabia na mwenendo. Mungu akubariki. Kama unahitaji kuwa na tabia njema, unahitaji kuwa na mwenendo mwema, maana yake mtegemee Mungu, muombe Mungu, na utashangaa Mungu anakuinua, kwa sababu Mungu anapenda sana watu wanaojinyenyekeza. Mungu anapenda sana watu wanaomheshimu. Ubarikiwe sana. Karibu tena katika kipindi kingine. Bye.